Ni wakati wa kutembea na uso wa Bwana. Ni wakati wa kutembea na uso wa Bwana. Kutoka 33 mstari mzuri wa 13. Kutoka 33 mstari mzuri wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa la. Uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa la. Inua mikono yako miwili juu. Sema, Bwana Yesu. Na inua mikono juu. Ninakushukuru Bwana kwa kunipenda. Bwana Yesu, nakushukuru maana kuanzia sasa uso wako uko pamoja na mimi. Uso wako Baba upo pamoja na mimi, uko mbele yangu. Ninaomba Baba, kila milima, kila ukuta uliosimama mbele zangu ukaanguke kwa jina la Yesu. Baba, katika jina zuri takatifu la Yesu, ninakurudishia sifa na utukufu mbele zako. Wewe ni Baba, ni Mwokozi, ni Mfalme, haulinganishwi na chochote. Yesu, asante kwa jana neno hili, naomba likatimie kwa kila mmoja. Uso wako ukatembee na mama huyu, uso wako ukatembee na baba huyu, uso wako ukatembee na kijana huyu, uso wako ukatembee na binti huyu, uso wako ukatembee na baba huyu, uso wako ukatembee na kanisa. Ninaomba likatimie neno hili katika jina zuri la Yesu. Wote tuseme amen. Tumshangilie Bwana Yesu. Tumshangilie Bwana Yesu. Mtumishi wa Mungu Musa anasimama mbele za Mungu, anamwambia, Baba, nahitaji unionyeshe njia zako, nipate kukujua zaidi, nitembee na uso wako, nipate kukujua zaidi. Lakini Musa huyu ndiye ambaye Mungu amesema naye, akamwambia, nitakufanya kuwa Mungu kwa Farao. Nitakufanya kuwa Mungu kwa Farao. Lakini leo Musa hajalizika, anasema, Baba, nahitaji nikujue zaidi, nahitaji nikujue zaidi. Mwangalie jirani yako, mwambie sio muda wa kubweteka. Mwambie usirizike na huduma ulionayo. Mwambie usirizike na huduma ulionayo. Mwambie usirizike na huduma ulionayo. Mwambie kuanzia sasa acha kurizika. Unapokuwa umepewa kipao ulicho nacho, ndipo nafasi inasimama nyingine ya kumtafuta Mungu kwa bidii, ili kile kipao ulichopewa kiongezeke zaidi na zaidi na zaidi. Musa akukaa kimya. Musa alisema, nahitaji nikujue zaidi, nionyeshe njia zako. Nisomee kwenye Biblia yako ndogo. Sasa basi nakusihi, kama kweli nimepata fadhili mbele zako, nionyeshe sasa njia zako, ili nipate kukujua na kupata fadhili mbele zako. Naomba ukumbuke pia kwamba taifa hili ndilo watu wako, ndilo watu wako. Musa anasema, nahitaji nikujue zaidi, nahitaji nikujue zaidi, nahitaji nikujue zaidi. Baba, umetembea na mimi. Farao ameanguka, jeshi la Farao limekufa, lakini bado siriziki. Nahitaji nikujue Baba zaidi. Ndipo Mungu anamjibu, anamwambia 14. Mungu akasema, mimi mwenyewe nitakwenda pamoja na wewe. Mungu mwenyewe anasema, mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe. Sio mizimu ya babu yako, sio masamba ya sengi, sio mizimu ya ujombani, sio mapepo, sio mafuta ya upako, sio mafuta yenye kutengeneza. Eti leo nimekuja na mafuta kutoka Israeli. Sio mchanga wa upako, sio keki za upako, sio mifagio ya upako. Yesu mwenyewe
atakwenda pamoja na wewe. Yesu mwenyewe atatembea pamoja na wewe. Yesu mwenyewe atanena pamoja na wewe. Yesu mwenyewe atakimbia pamoja na wewe. Yesu mwenyewe atasifu pamoja na wewe. Yesu anatembea na wewe, sio mtu mwingine, Yesu mwenyewe. Mwangalie jirani yako, mwambie ni wakati wa kutembea na Yesu. Mwambie ni wakati wa kutembea na Yesu. Mwambie wakati umefika wa kutembea na Yesu. Kuanzia sasa Yesu anatembea na wewe. Sasa ni wakati wa kanisa kumjua Yesu tuliye naye ni wa aina gani. Ukimtambua Yesu tuliye naye, utakuwa kila sehemu unapotembea. Sio wakati wa kuogopa tena. Sio wakati wa kuogopa tena. Ni wakati wa kutembea na uso wa Bwana. Dadangu uliyekuwa na mtoto anaishiwa damu toka mwezi wa kwanza wa Karagwe, uko hapa? Amefika hajafika? Mtoto yuko vizuri au hapana? Amepona? Si unaona katoto kamekuwa karembo sasa. Sio sura aliyokuja nayo. Ameenda kwa waganga, waganga amekula hela. Hospitalini wakashindwa. Lakini baada ya kufika mahali hapa, akaanza kutembea na uso wa Bwana. Yale mapepo yaliyokuwa na kunywa damu ya mtoto yakaachia. Uso wa Bwana ukitembea na wewe, mizimu lazima irudi nyuma. Uso wa Bwana ukitembea na wewe, umaskini unaachia. Uso wa Bwana ukitembea na wewe, hakuna milima mbele yako. Hata wale wanaokaa vikao wanasema mtaji wako utaisha, nasema acha uso wa Bwana utangulie mbele. Uso wa Bwana ukiwa mbele, biashara yako lazima ifufuke tena. Mwangalie jirani yako, mwambie biashara lazima ifufuke. Mwambie biashara lazima ifufuke. Mwambie uchumi unafufuka. Mwambie mali yangu inainuka tena. Mwambie maduka yangu yanainuka tena. Kama shetani aliharibu duka moja, nasema leo Yesu atembee na wewe. Baada ya duka moja nainuka mawili, double. Maana Yesu ana alama ya kutoa. Yesu anazidisha. Yesu anazidisha. Uso wa Bwana utembee na wewe. Uso wa Bwana ukiwa mbele yako, waganga wanaanguka wenyewe. Uso wa Bwana ukiwa mbele yako, mapepo yanaanguka yenyewe. Jamani, Yesu ainuliwe juu. Anasema mimi mwenyewe. Yaani acha Mungu huyu tunayemtafuta. Huyu Mungu ni hatari. Mwambie jirani yako, Mungu wetu ni hatari. Anasema mimi mwenyewe nitatembea pamoja na wewe. Mimi mwenyewe, sio mwingine. Mungu hataagiza mtu, hataagiza, wala sio nabii. Hapana. Hapo sio nabii wa kutembea na wewe. Hapo sio mtume. Hapo sio maji ya upako. Ni Yesu mwenyewe. Wenda mbinguni, Yesu ainuliwe juu. Sasa leo kinachoua, badala ya kutembea na Yesu, tunatembea na machupa ya maji ya upako. Hicho ndio kinachoharibu. Mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuja akamfanyia maombi, alafu baadaye akaenda Dar es Salaam. Ile nasafiri Pasaka kwenda kufanya semina hapo Shinyanga, na kutana naye stendi. Anaangalia hivi anioni. Nikamuita mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana alipogeuka ndipo akanifahamu, akakimbia. Nikamwambia uko wapi? Akasema hapa tunavyoongea, nimekuja kukata tiketi. Nimekuja na maji ya upako ambako Dar es Salaam huyu nabii ameniuzia kachupa kadogo kadasani. Anakauza 1,500,000. Anasema ni maji ya ubavuni mwa Yesu. Ni maji aliyotoka kwenye ubavu wa Yesu wakati amechoma mkuki. Anasema kuna watu wengine ni mataia. Kaambia zaidi ya miaka 2000 iliyopita haya maji yalitunzwa na nani? Anasema eti maji ya ubavuni mwa Yesu yaliyochoma yakatoka kwenye ubavu wa Yesu. Kwa hiyo naona maji haya yanaelekea mwisho. Nimekata tiketi Fiesta nikimbie kwenda kwa nabii Dar es Salaam aniongezee maji mengine. Yule mama ni daktari, nikamwangalia nikasema kumbe unaweza kuwa daktari lakini kichwani kuna funza za choo cha steni ya mabasi. Kaambia mama, umesoma zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Huyo askari aliyeenda kukinga yale maji ya ubavuni mwa Yesu ni nani? Na yametunzwa kwenye diaba gani? Anaenda kuyachukulia wapi?
Na yule nabii alisema amejaza kanisa hatari. Akasema yani yale maji akina Mwamposa wanatengeneza wenyewe, maji akina nabii wanatengeneza wenyewe, maji ya Malisa nishatumia anatengenezwa. Yani akanitajia manabii wote wa Tanzania wote, akanitajia wote, akasema hao wanatengeneza wenyewe, ila nabii huyu haya ni maji ya ubavuni mwa Yesu mwenyewe. Akasema huna adabu. Wapiga debe walijaa pale, akasema baba mwambie. Nikamwambia wewe twende ofisini nikakuombee kwanza. Nikamweka kwenye ofisi ya Fiesta, nikaweka mikono, yakafurumuka mapepo na maji nikachukua nikatupa huko barabarani kwenye limtalo tulikuwa tumebaki. Alafu mfuko wa kushoto ameweka mafuta, asema mafuta ya upako kutoka Israeli. Lakini Yesu anasemaje? 14 anasema hivi, mimi mwenyewe nitatembea pamoja na wewe, alafu baada ya hapo nitakupa raha. Maji hawezi kukupa raha. Yesu ndo mwenye uwezo wa kukupa raha. Na ndani ya kuanzia sasa, Yesu akupe raha kwenye ofisi yako, Yesu akupe raha kwenye ndoa, Yesu akupe raha kwenye familia, Yesu akupe raha kwenye biashara, Yesu akupe raha kwenye kazi, Yesu akupe raha mbugani, Yesu akupe raha. Hata mbugani Yesu anakupa raha. Amina. Mbugani Yesu anakupa raha. Unaweza ukalima eka 5, huyu akalima robo eka, ukashangaa wa robo eka amevuna magunia 20, wewe wa eka 5 hata gunia moja hauna. Nini? Yamewahi. Nasema Yesu akupe raha kwenye mbuga zako huko. Yesu akupe raha unapoanza kuvuna. Yesu akupe raha kwenye hizo mbuga. Wachawi wafike, waangalie mbuga zako, waseme hakika huyu ni Mungu, wajifunze kwako kwamba huyu ni Baba. Nasema Yesu akupe raha kwenye duka lako. Yesu akupe raha kwenye familia. Yesu akupe raha kwenye ukoo. Jamani, Yesu ainuliwe juu. Wenda mbinguni Yesu apewe sifa. Na wiki ni wiki la Yesu kutupa raha. Na tunaanza wiki la kesho ni wiki la kutupa raha. Na kuna taarifa nzuri ambayo nimepata baada ya ibada. Kuna raha nyingine imetoka. Kuna kampuni moja inahitaji wafanyakazi 2 tu, ambako kesho wanatakiwa waende kuanza kazi. Hiyo ndo kazi ya Bwana. Hiyo ndo kazi ya nani? Ya Bwana. Kwa baada ya ibada, haraka uchangamkie hiyo tenda. Tuonane ili kesho uingie kazini. Bwana Yesu ainuliwe juu. Waenda mbinguni Yesu apewe sifa. Mwambie jirani yako ni wakati wa kupata raha. Mwambie ni wakati wa kupata raha. Shika mkono jirani yako, mwambie ni wakati wa kupata raha. Mwangalie usoni, mwambie ni wakati wa kupata raha. Mwambie ni wakati mzuri wa kupata raha. Mwambie si wakati wa kulialia huu tena. Sema ni wakati wa kupata raha. Uso wa Bwana ukiwa mbele yako, hata kama wameweka ukuta wa Yeriko utaanguka. Wameweka ukuta wa mawe, wameweka ukuta wa zege, wamesema utoboi hapa hapiti mtu. Nasema uso wa Bwana ukiwa mbele yako, utashangaa wanaanguka wenyewe. Waliosema utatoboa wataanguka wao. Alafu unakanyaga juu. Usikanyage kwa kuogopa, kanyaga kwa sigina. Unapokanyaga